Idadi kubwa wa Kristo hawaneni kwa lugha. Kuna sababu mbili za kwa nini Wakristo wengi hawaneni kwa lugha. Sababu ya kwanza ni kwamba wengi wao hawafahamu, na wale wanaofahamu hawaoni umuhimu wa kwa nini wanene kwa lugha. Sasa katika hii episode tutajifunza sababu 4 za kwa nini kila Mkristo lazima anene kwa lugha. Kitu cha kwanza ambacho tukifahamu kama Mkristo ni kwamba katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12, Biblia inataja karama 9 za Roho. Katika karama 9 zile za Roho, karama 7 zilikuwepo katika Agano la Kale. Maana katika Agano la Kale karama 7 zile zilionekana, lakini Mungu aliongeza karama 2 katika Agano Jipya, ambao ni karama ya kunena kwa lugha na karama ya kufasiri lugha. Sasa kuna kitu kimoja ambacho tukajiuliza, kama Mungu aliona kuna umuhimu wa kuongeza hivi vitu viwili, karama ya kunena kwa lugha na kutafasiri lugha, na maana kwamba kuna umuhimu wa kile kitu ambacho Mungu amekifanya, kwa sababu Mungu hawezi kufanya kitu ambacho hakuona umuhimu wake. Sasa kama Mkristo, wale ambao wanadai kwamba kunena kwa lugha sio kwa muhimu au hawajui kunena kwa lugha, tunatakiwa wafahamu kuwa Mungu aliona kwamba kuna umuhimu wa kuweka kitu katika kanisa. Sasa kwa sababu kina umuhimu, inabidi kila Mkristo ajifunze kwa nini anatakiwa anene kwa lugha. Sababu ya kwanza kwa nini kila Mkristo anatakiwa kunena kwa lugha ni kwamba kunena kwa lugha kuna kujenga wewe kiroho. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 2 mpaka 4, inasema hivi: kwa maana mtu yote anayesema kwa lugha hasemi na wanadamu, bali anasema na Mungu, kwa kuwa hakuna mtu yeyote anayemwelewa. Kwani anasema mambo ya siri kwa roho, lakini anayetoa unabii anasema na watu, akiwajenga, kuwatia moyo na kuwafariji. Anenaye kwa lugha hujijenga mwenyewe, bali atoaye unabii hulijenga kanisa. Sasa hapa Biblia inasema kwamba anenaye kwa lugha hujijenga mwenyewe. Sasa kama unataka kufahamu kwamba Biblia Agano Jipya imeandikwa kwa lugha ya Kiyunani au Kigiriki. Sasa lugha ya Kigiriki na tofauti na lugha zingine, kwa sababu neno moja linaweza kuwa na maana zaidi ya 2 au 3. Kwa kufahamu ile neno unapata ubora au kile kitu ambacho neno lilikuwa linazungumza au alternative ya vile vitu ambavyo neno lilikuwa linazungumza. Sasa hapa neno la Kigiriki au la Kiyunani ambalo limetumiwa ni neno oikodomai. Hili ndio neno la Kiyunani ambalo limetumika, tunasema kwamba anayenena kwa lugha hujijenga mwenyewe au hujenga nafsi yake. Sasa neno oikodomai ina maana kwamba ni kama vile mtu anapojenga nyumba. Kwa katika matumizi ya neno oikodomai ni maki mtu anayejenga nyumba tunatumia neno oikodomai, au kwa maneno mengine au kwa maana nyingine kwamba mtu anaendelea kiroho, maana tunatumia neno hili hapa. Kwa mtu wote ambaye ananena kwa lugha, Biblia inasema kwamba inamjenga mwenyewe kiroho, kwamba anakuwa anajengeka kama vile ambavyo mtu anavyojenga nyumba. Tunaona andiko lingine katika kitabu cha Yuda sura ya 1 mstari wa 20, Biblia inasema hivi: lakini nyinyi wapendwa, jijengeni katika imani yenu iliyo takatifu sana, tena ombeni kwa Roho Mtakatifu. Kwa tunaona kwamba Yuda au Roho Mtakatifu kupitia mtume Yuda anatuambia kwamba tujijenge sisi katika imani yetu, na anatuelekeza ni kwa namna gani tujijenge katika imani yetu. Anasema ombeni katika Roho Mtakatifu, na tumeona katika episode zilizopita kwamba kuomba katika Roho Mtakatifu maana yake ni kuomba katika roho au kuomba kwa lugha. Hapa pia tunaona kwamba katika mstari huu wa Yuda sura ya 1 mstari wa 20 ametumia neno lile la kujijenga, kwamba mtu ambaye ananena katika roho anakuwa ni mtu ambaye anajijenga. Kwa maana mtu ambaye anakuwa hanene katika roho na wake ni mtu ambaye hajajengwa. Sasa kama ushawahi kujenga nyumba au kama ushawahi kushuhudia mafundi wanajenga nyumba, utaona kwamba wanakuwa wanaweka tofali moja baada ya tofali nyingine, wanaweka msingi chini, afu wanaweka tofali moja mpaka tofali nyingine mpaka nyumba inakuwa imara. Kwa katika masuala ya kiroho, kwa mtu ambaye anataka kujengeka kiroho, kwa mujibu wa Biblia ni kwamba anatakiwa aombe katika roho. Sasa wewe kama Mkristo usipoomba katika roho, maana yake unakuwa huwezi kujengeka kama Biblia inavyosema, kwa sababu hili ni agizo pia ambalo Mungu ametoa kwamba ili mtu ajijenge kiimani yake lazima ombe katika roho. Sasa kunena kwa lugha kunakupa vitu viwili vya msingi. Cha kwanza kunakupa nguvu ya kiroho. Kwa mfano, kuna watu wengine wanasema kwamba mimi ni dhaifu, siwezi kushinda majaribu au sinakuwa na hiki. Sasa unavyoomba katika roho ni maana unakuwa unajijenga, unajiongezea nguvu. Sasa neno pia ambalo limetumika kujijenga na maana kwamba katika matumizi ya Kiyunani ni kama vile mtu anavyochaji betri, kwamba betri imeisha nguvu unaweka katika umeme inajichaji. Kwa mtu ambaye anaomba katika roho anakuwa anajichaji, anajiongezea nguvu. Kwa Mkristo unatakiwa uombe katika roho kwa sababu hiyo, kwamba unakuwa unajiongezea nguvu. Kitu kingine ni kujipa ujasiri. Kwa mfano, unaweza kuwa na kitu mbele yako unataka kufanya, una interview au una chochote kile, au una kitu ambacho unatakiwa uface, ambacho kwa hali ya kibinadamu huwezi kukiface au huwezi kukikabili. Kwa Biblia inasema kwamba unavomba katika roho unakuwa unajijenga na unajipa ujasiri. Kwa neno ambalo limetumika kujijenga pia inamaanisha kwamba ni kujiongezea ujasiri. Kwa kama Mkristo unahitaji ujasiri wa aina yoyote katika eneo lote la maisha yako, Biblia inatupa ushauri kwamba ukiomba katika roho unakuwa unajijenga na kujipa ujasiri na nguvu za kiroho.
Sasa tuende katika sababu ya pili ya kwa nini kila Mkristo anatakiwa anene kwa lugha. Sababu ya pili ni kwamba ni kuombea kitu usichokijua au haujui uombe vipi. Unakutana na mazingira fulani ambao unatamani uombe kitu fulani, lakini haufahamu mapenzi ya Mungu kuhusu swala. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakupa maneno ya kuzungumza ambao ni sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kitu kingine unakuwa hujui uombe vipi. Kwa mfano, kuna swali liko mbele yako, lakini uliombee kwa namna gani? Unashindwa kuwa unafahamu namna gani uliombee. Kwa kutumia akili yako kawaida unaweza kaomba sivyo na ambavyo Mungu anataka wewe uombe, au sivyo ambavyo unatakiwa uombe. Kwa kupitia kuomba katika Roho Mtakatifu anakusaidia kwa ajili ya kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu au jinsi ambavyo unatakiwa uombe. Nikupe kisa kimoja kuhusu kunena kwa lugha. Mwanzoni mwa mwaka 1900, yani karne ya 20 mwanzoni, ulitokea wamishonari wawili kutokea katika nchi ya Marekani kuelekea katika nchi ya Kongo. Sasa walipofika Afrika walifikia katika nchi ya Kongo. Sasa kama utakuwa nafahamu vizuri kwamba mazingira ya nchi ya Afrika yalikuwa ni mazingira magumu sana kwa wazungu kuweza kukabili na kuyahimili ya mazingira. Sasa ikatokea mke wa missionari au mwanamke akawa amepata ugonjwa. Alipopata ugonjwa ambao ulikuwa hauna tiba, alikuwa katika stage ya mwisho kabisa. Yani ilikuwa ni kwamba kwa wanahesabu tu masaa kwamba huyu mtu anaenda kufariki. Sasa kwa bahati nzuri baba yake na huyu binti alikuwa ni Pentecoste, mtu wa jamii ya Pentecoste katika nchi ya Marekani. Sasa siku moja ameamka asubuhi kwa ajili ya kwenda kuwalisha wanyama au kwenda kuwahudumia wanyama kwa sababu alikuwa ni mkulima. Roho Mtakatifu akamfunulia kwamba kuna kitu ambacho kinatokea ambacho kinaweza kikamwathiri binti yako. Unatakiwa uombe. Sasa kumbuka kipindi hicho kulikuwa hakuna mawasiliano ya simu au mawasiliano ya njia yote ambayo anaweza kupata taarifa ya haraka ya kwamba nini kinamtokea binti yake. Kwa hiyo akawa ameenda akasimama, kwa sababu alikuwa wakati Roho Mtakatifu anamfunulia hapa alikuwa katika banda la mifugo. Kwa hiyo akawa amepiga magoti akaanza kuomba kutokea hapo. Ilikuwa majira ya asubuhi, akaanza kuomba kuanzia asubuhi Roho Mtakatifu. Kwa sasa kwa kuwa alikuwa afahamu aombe nini, kwa sababu hajui, anahisi kwamba kuna kitu ambacho kimetokea cha hatari kimetokea binti yake, lakini hafahamu ni kitu gani ambacho kimemtokea binti yake. Kwa akaomba Roho Mtakatifu, akaanza kunena kwa lugha ili kuombea kile kitu ambacho yeye kwa akili ya binadamu hakifahamu, lakini anafahamu kwamba Mungu anakifahamu kile kitu. Kwa anaamini kwamba Roho Mtakatifu atampa maneno ambayo ataombea sawa sawa na ile tatizo ambalo anatakiwa alitatue. Kwa mzee wetu akasitisha kuwalisha mifugo, akaanza kuomba sala kwanza, sala pili, mke wake akaandaa chai. Baada ya kuandaa chai, mzee bado anaomba sala tatu, sala nne, sala tano. Akawa amepata ile ahueni kwamba kile kitu ambacho alichokuwa anakiombea basi kimetimia. Basi baada ya mwaka mmoja ile familia ya kimishonari kutoka Kongo wakawa wamerudi Marekani. Sasa mzee akamuuliza kitu kimoja binti yake, tarehe fulani, mwezi fulani, siku fulani, majira fulani, kwamba ulikuwa na changamoto gani? Kwa sababu kwa mimi binafsi ni hisi mzigo au nilisi kwamba kuna kitu ambacho kitakutokea. Kwa hiyo nikaa nimeingia katika maombi. Kwa binti akaanza kumpa story baba yake kwamba kipindi wakati huo nilikuwa napata ugonjwa ambao walikuwa hauna tiba, na kila mtu alikuwa anapata ugonjwa kwa wakati huo alikuwa anafariki bila exception, kwamba hakuna mtu ambaye alipata ugonjwa akapona. Lakini sasa katika hatua za mwisho ambazo kama nilivyokuambia walikuwa wamesubiria tu masaa, kwamba wanasubiria masaa binti afariki, akishafariki wamzike, mume wake arudi tena Marekani. Kwa njia ya maajabu kabisa yule binti akawa amepona na akawa amerudi katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo walivyokaa wakapiga mahesabu na siku wakaribisha masaa, kumbuka kwamba ni masaa yale yale ambao mzee alikuwa anaomba akiwa Marekani, ndio kipindi ambacho binti yake akiwa Kongo alipata ahueni. Kwa hiyo tunarudi pale pale, kama mzee alikuwa afahamu kunena kwa lugha, angekuwa anena kwa lugha, angeshindwa kuombea kile kitu ambacho alitakiwa kiombea kwa namna ambavyo Roho Mtakatifu alitakiwa akiombee. Kwa hiyo tunasoma katika maandiko kitabu cha Warumi mstari 8, sura 8 mstari 26 mpaka 27, Biblia inasema hivi: vivyo hivyo Roho hutusaidia katika udhaifu wetu, kwa sababu hatujui kuomba ipasavyo. Kama tumevona hadithi, yani story ya mzee wetu, kwamba mzee alikuwa hafahamu aombe nini, kwa sababu alikuwa hajui kitu gani kinamsibu binti yake. Biblia inaendelea kusema kwamba lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa uchungu usioweza kutamka, naye Mungu aichunguzaye mioyo anayejua nia ya Roho, kwa sababu Roho huombea watakatifu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hapa tumeona kwamba Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba ipasavyo, na tuendelea kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari 4, Biblia inasema hivi: wote wakajazwa Roho Mtakatifu wakaanza kunena kwa lugha kama Roho alivyowajalia. Kwa Roho Mtakatifu ndo anakupa maneno ya kuyazungumza. Sasa yale maneno ndio sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa Roho Mtakatifu anakusaidia katika kuomba, na namna ambavyo anakusaidia ni kukupa maneno ambayo yanakusaidia kuombea kile kitu ambacho utakiwa kiombe kwa namna ambavyo utakiwa kiombe, kitu ambacho kwa akili ya kibinadamu unaweza uweze. Biblia inaendelea kusema kwamba
Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 14 kwamba kwa maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba, lakini akili zangu haina matunda. Ina maana kwamba kwa uwezo wa akili ya kibinadamu, kwamba unavyoomba katika roho, akili ya kibinadamu inakuwa haifanyi kazi, bali ni roho yako na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakupa maneno ya kuyazungumza, na ile maneno unayozungumza sawa sawa na kile kitu ambacho unatakiwa uombe. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuna vitu vingi ambavyo hatuwezi kuviona kwa macho ya kimwili, na hatuwezi kujua kwamba kitu ambacho ni tatizo katika ulimwengu wa roho au kitu ambacho ni tatizo lililo mbele yetu ni nini hasa. Kwa kunena kwa lugha hapo ndo unakuja kama msaada wako, kwamba kuna kusaidia kuomba kwa kile kitu ambacho unatakiwa ukiombe kwa namna ile ile ambavyo Mungu anataka ukiombe wewe, bila kutumia akili yako ambayo akili yako ina ukomo wa namna ya kuona vitu kwa namna ya kiroho. Haya, tunakuja katika sababu kuu ya tatu ambayo kila Mkristo anatakiwa neno kwa lugha, ni kwamba kunena kwa lugha kuna kuwezesha kwa wewe kuzungumza na Mungu, yani Mungu kuzungumza na wewe kuzungumza na Mungu. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 2, kwa maana mtu yote anayesema kwa lugha hasemi na wanadamu, bali anasema na Mungu. Kwa unavyonena kwa lugha unaongea na Mungu direct, moja kwa moja, kama Biblia inavyosema. Biblia inaendelea kusema kwa kuwa hakuna mtu anayemwelewa, kwani anasema mambo ya siri katika roho. Kuna kitu kimoja mtu alisema ambacho na nilikibeba, kwamba unavyoongea katika roho hata mapepo yanakuwa haelewi kile kitu ambacho unakiongea, kwa sababu ni maneno ya siri ambayo unayazungumza kwa Mungu. Kwa yale mapepo kuweza kuharibu kile kitu ambacho Mungu anakifanya, na kwa hayawezi, kwa sababu hayawezi kuelewa kile kitu ambacho unazungumza, kwa sababu unazungumza maneno ya siri na Mungu moja kwa moja. Biblia inaendelea kusema kwamba kwa sababu hii yeye anenaye kwa lugha na aombe kwamba apate kufasiri kila anachosema. Ni Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 13. Kwa sasa hapa tunakuja kwenye kitu kimoja. Katika kuomba kwa lugha kuna kuwezesha wewe kuzungumza na Mungu na Mungu kuzungumza na wewe. Ngoja nikupe ushuhuda katika eneo hili hapa. Huwa kuna nyakati fulani nikiwa naomba kwa lugha, huwa naomba na fasiri kile kitu ambacho Mungu anakisema kwa baadhi ya siku. Sio kila siku nikiomba kwa lugha huwa nafasiri. Sasa kuna kipindi ambacho Mungu huwa anazungumza na mimi kupitia kunena kwa lugha. Yaani naweza nikanena kwa lugha, yale maneno yakatoka, baada ya kutoka Mungu akanipa tafasiri yake, kwamba nimekupa ujumbe huu na huu na huu. Kwa Mungu anaweza akaniongoza au kunielekeza kufanya kitu fulani kupitia kunena kwa lugha, kitu ambacho kwa akili ya kibinadamu nisingeweza. Kwa tunakuja kuona kwamba kitu kingine cha msingi ambacho tunataka kifahamu kama Mkristo, kwamba kunena kwa lugha kunakupa uwezo wewe wa kuzungumza na Mungu moja kwa moja, kama tulivyoona katika Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 2. Pia inakuwezesha wewe Mungu kuzungumza na wewe pale ambapo unafasiri kile kitu ambacho umekizungumza katika roho. Kwa unaona kwamba kuomba kwa akili ya binadamu kuna ukomo au hakuna ubora kama kuomba katika roho, kwa sababu kuomba katika roho kunakupa uwezo wa kuongea na Mungu moja kwa moja, na pia Mungu kuzungumza na wewe moja kwa moja pale ambapo unafasiri kile kitu ambacho unazungumza. Na Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 13 kwamba wewe kama Mkristo unaweza kufasiri kile kitu. Anasemaje? Anasema kwamba kwa sababu hii yeye anenaye kwa lugha na aombe apate kufasiri kile anachonena. Kwamba unaweza kumwomba Mungu kwamba Mungu, naomba nifasiri kile kitu ambacho nakizungumza katika roho, na Mungu akakupa fasiri yake, na ifasiri yake ikawa labda ni ujumbe kwako ufanye kitu fulani, ujumbe labda wa kibiashara, ujumbe labda wa familia, ujumbe labda wa kufanya maamuzi fulani. Kwa utaona kwamba kunena kwa lugha ni bora kwa Mkristo, kwamba kunamwezesha kufanya vitu ambavyo kwa akili ya kawaida hawezi akafanya. Nadhani mpaka hapo unazidi kuona ubora wa kunena kwa lugha, na kwa nini japokuwa kuna karama 7 za kiroho zilizokuwepo katika Agano la Kale, Mungu aliongeza karama hizi 2. Ni kwa sababu ya ubora wa karama hizi 2, kwamba zinakuwezesha wazungu wanasema kubypass yale madhaifu ya kimwili ambayo unakuwa nao. Ile udhaifu wa kimwili, kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo kwa namna ya kimwili hauwezi ukavifanya wala huwezi ukaviona. Kwa hiyo kunena kwa lugha kunakupa uwezo wa kuvivuka vile vizuizi na kuingia katika upande wa roho na kufanya vitu vya kiroho moja kwa moja, kama kuzungumza na Mungu moja kwa moja, au Mungu kuzungumza na wewe, au Mungu kuwezesha kuomba kile kitu ambacho usingeweza kukiomba kwa namna ya mwili. Kitu kingine katika swala la kunena kwa lugha, kwa nini kila Mkristo anatakiwa kunena kwa lugha, kinatoka katika kitabu cha Wakorintho sura 14 mstari wa 16, kwamba kunena kwa lugha kunawezesha kutoa shukrani kwa Mungu. Biblia inasema hivi: ikiwa unabariki kwa roho na mtu mwingine atakayejikuta miongoni mwao wasiojua, atawezaje kusema amen katika kushukuru kwako wakati haelewi unachosema? 17:14 Biblia inasema hivi: mnaweza kuwa mnatoa shukrani kweli. Ukisoma Biblia ya Kiingereza anasema hivi kwamba this is a very good way to give thanks, au kwamba unatoa shukrani kwa namna ya kweli, yani unavyotoa shukrani katika roho ni namna ya kweli ya kutoa shukrani. Akanasema hivi: lakini huyu mtu mwingine hajeni, namshukuru Mungu kwamba
mimi nanena lugha kuliko ninyi wote. Kwa Paulo anakuja kuambia Wakorinto kwamba yeye ananena kwa lugha kuliko Wakorinto wote. Kwa maana kwamba kama mtume Paulo alikuwa ananena kwa lugha kuliko Wakorinto wote, na yeye ameandika karibu nyaka 13 za Biblia, si zaidi sana sisi ambao hatujatembea katika kiwango hicho cha mafunuo au kiwango hicho ambacho Mungu alitembea na Paulo. Kwa unaona kwamba Biblia inatuambia pia katika kunena kwa lugha inatuwezesha kutoa shukrani kiukweli.